Karibu kwenye book 4. Katika book 4 ninakuintroducea katika kitu kinaitwa digraphs. Tukisema digraphs tunamaanisha kwamba when two sounds come together they make one sound. Hii ina maana kwamba hii sound s au ina sound mbili tofauti, lakini zikija kwa pamoja zina form one sound. Kwa mfano sh, s and ha, when they come together they make a sh sound. K and ha ni sound mbili tofauti, lakini zikija together they make a ch sound. Hii ni katika hatua zaidi ya kuendelea kujenga reading fluency na comprehension skills za mtoto, lakini hapa mtoto anaanza kupata maneno kuanzia 4 letter words. So hapa katika page 1 ni kwamba nina introduce kwanza the first sound, alafu atakala the pictures, then I circle the sound, then ninaweka blend. This is the stage ambayo tuna form words, na ninajitahidi kuform words ambao ni 4 letter words. Tafadhali hakikisha na unamuhimiza mtoto kusound the words ili baadaye aweze kulisoma hilo neno kwa peke yake. Kwa mfano sh, sh, o, p, then una slide taratibu shop, shop. Then ukifika katika stage ya wewe kuanza kusoma the story, also kama mtoto atastuck, please encourage mtoto aweze blend au sound the words. Kwa mfano hapa sight words atakutana na for, sees, heard. Haya ni maneno mapya ambayo ni atayakuta kwenye story. Kwa hiyo wewe kama mzazi pia you have to encourage mtoto kwamba na kumjulisha haya ndo maneno ambayo atakutana, kama atastuck anaweza kupata msaada. So hiyo ni katika wote introduction to sound chi. Atasoma story ambayo ina sound chi nyingi. Hizi ni maneno kama look, have, yani maneno ambayo kwamba tunasema sight words kwa sababu bado hajajifunza na pia hayawi formed katika blended, though kuna wengine ambao wanakuwa formed. Sound if ikiwa mwanzoni kwamba tuna introduce, when t and ha come together they make a sound. Kwa hapa kuna for thin na for that. Kwa hiyo hizi zote na atasoma habari, lakini still na pia comprehension. Sasa hapa unamuencourage mtoto kusoma na kujibu kwa sentence. Kwa mfano where do Kish, Cham and Beth go? Kwa hiyo anasema Kish, Cham and Beth go in full sentences. Asiseme tu to the market. Sound woo, the same thing, atasoma the woo sound, lakini still kuna hii skill ambayo nimeintroduce hapa ya blending sounds, digraphs at the end of the letters. Kwa mfano bench, fish, dish, lunch, zikiwa mwishoni. So tutafanya hivyo, then hizi kwamba zinakuwa mwishoni, fish, dish, all these zikiwa mwishoni. Kwa hiyo na yenyewe nimejaribu kutadi asome sentence na maneno yenye f na that zikiwa mwishoni. So also nimeintroduce this sound k for sick ili aweze kutofautisha sasa ile k ya cat na k for sick au sock. Hivyo so ndugu mzazi, na encourage usitaki amalize yote kwa siku moja, but progressively I highly encourage you kwamba afanye. Pia sound hii ni tricky, haina blended words, lakini ni vizuri pia tumintroduce mtoto ili zidi kukaa kichwani, anaweza kutofautisha for fish na for telephone, for elephant, for dolphin, for trophy, hizi zote. So this is all about book 4. Hapa ataisoma, lakini still nimetoa as much as exercise as I can. Nimeelezea kila sounds hivyo. So ndugu mzazi, I highly encourage you to encourage mtoto kusound the words, pia afanye practice na kuzidi kujifunza aweze kufanya mazoezi. So vocabulary ni kama atafute meaning ya hii maneno, atafute the meaning, like what is the meaning of tooth, something maybe for biting or in human mouth, something like that. Yani kitu chochote ambacho ataweza kutuelezea kuhusu tooth. Hiyo yote ni kujenga umahiri wake wa kuweza kujifunza na kutengeneza comprehension and writing skills. Hii ni katika story writing. Watu tunaulizwa, tell us about your birthday, tell us about your holiday, your weekend, your Christmas holiday, how was it? So it's just an introduction, kutumia picha kwamba first I went to my grandma's place, next we went to the beach, and then last we enjoyed our Christmas party at home. So anything ambayo itafanya. Pia hapa nimeintroduce kwa kuweka prompting questions kwamba who are in the picture, maybe the people, where are they at the bus stop,
what is happening, they are sitting maybe waiting for a bus. Kwa hiyo ni kumfanya tena aendelee kutumia ubongo wake kufikiri, kusema na kuwaza vitu mbalimbali kuhusu the story, ili kusudi tuweke prompting, yani awe na maneno zaidi na namna ya kusolve such problems. So that is it about book 4, na natumai kupitia hii skill na hichi kitabu utaweza kumjengea mtoto kuwa strong reader, strong speller, kwa sababu atakuwa tayari anajua ni sound gani ambazo amefanyia kazi. For more questions, karibuni sana, and I am so happy to be part of your child's learning. Bye.